Simulizi ya wazee 24 mbinguni ni moja ya maono ya ajabu na yenye fumbo kubwa katika Biblia, hasa katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, Ufunuo 4 na 5. Ni simulizi inayobeba uzito wa kiroho, ishara za mamlaka, utakatifu, ibada na mpango wa Mungu kwa wanadamu. Ili kuielewa vizuri, ni muhimu kuichunguza kwa kina kwa kuangalia mazingira ya maono yenyewe, maana ya wazee hao, mavazi yao, viti vyao vya enzi, taji zao na jukumu lao mbele za Mungu. Yohana alikuwa mtume wa Yesu Kristo, aliyekuwa uhamishoni katika kisiwa cha Patmo kwa sababu ya imani yake. Alikuwa amelala chini ya mwamba mkubwa akiomba kwa uchungu. Ghafla, sauti kama ya tarumbeta kubwa ilipasuka mbinguni. Njoo huku juu, nami nitakuonyesha mambo yatakayotokea baada ya haya. Ufunuo 4 mstari wa 1. Roho Mtakatifu alimuinua Yohana mara moja, akampeleka katika ulimwengu wa kiroho, mahali ambapo wakati haukuwepo tena kama tunavyoujua. Hapo ndipo alipoona kitu ambacho macho yake ya kibinadamu hayangeweza kuelewa kwa urahisi. Kulikuwa na kiti cha enzi kikubwa mno, kilichosimama katikati ya mbingu kama jua linalong'aa usiku. Yeye aliyeketi juu yake hakuweza kuelezwa kwa maneno ya kawaida. Alikuwa kama jiwe la yaspi na karnelio, rangi nyekundu na kijani kibichi zikichanganyika kwa uzuri usio na kifani. Na kuzunguka kiti hicho kulikuwa na upinde wa mvua mkubwa ukiangaza kama zemaradi, emerald, ishara ya ahadi ya Mungu kwa wanadamu tangu siku za Nuhu. Ufunuo 4 mstari wa 3. Lakini hiyo haikuwa yote. Karibu na kiti cha enzi, kwa mpangilio wa duara takatifu, kulikuwa na viti vingine 24 vya enzi vidogo kidogo vilivyozunguka kiti kikuu kama walinzi wa kifalme wanaozunguka mfalme wao. Na juu ya viti hivyo, wazee 24 walikuwa wameketi kwa heshima kubwa. Hawakuwa vijana wala wazee wa kawaida. Walikuwa na sura za hekima ya milele, nywele zao nyeupe kama theluji, lakini macho yao yakiwa na moto wa uzima usiokufa. Wote walikuwa wamevaa nguo ndefu nyeupe sana, safi kabisa, zisizo na doa wala alama ya uchafu wa dunia. Nguo hizo ziliangaza kama nuru ya jua asubuhi, zikionyesha kwamba wameoshwa kwa damu ya mwanakondoo na kwamba wamesamehewa kabisa. Juu ya vichwa vyao kulikuwa na taji za dhahabu safi zisizo na uchafu wowote, taji za ushindi na utawala. Ufunuo 4 mstari wa 4. Yohana aliposimama hapo, moyo wake ulipiga kwa hofu na furaha kwa pamoja. Aliona kwamba wazee hao hawakuwa malaika wa kawaida. Malaika hawakuvaa taji za dhahabu wala hawakuketi kwenye viti vya enzi. Wazee hawa walikuwa wanadamu waliokombolewa, waliovaa mavazi ya haki ya Kristo, na sasa wanaishi katika utukufu wa mbinguni. Wengi wao walikuwa wamekuja kutoka makabila 10 ya Israeli na mitume 12 wa kanisa jipya, ishara ya ukamilifu wa watu wa Mungu wa Agano la Kale na Jipya walioungana katika Kristo. Wazee hao hawakuwa tu wameketi kimya, walikuwa wakishiriki katika ibada ya milele. Ghafla, sauti kubwa ilisikika kutoka kwa viumbe 4 wenye uhai waliokuwa mbele ya kiti cha enzi. Simba, ng'ombe, mtu na tai wakisema kwa sauti moja kama radi, Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu Mwenyezi, aliyekuwepo, aliyeko na atakaye kuja. Mara wazee 24 walipopata kusikia maneno hayo, waliruka kutoka kwenye viti vyao vya enzi. Walianguka chini, nyuso zao zikiwa chini mbele ya yule aliyeketi kwenye kiti cha enzi. Walitupa taji zao za dhahabu mbele yake, wakilia kwa sauti ya unyenyekevu na furaha, Wewe Bwana wetu na Mungu wetu, unastahili kupokea utukufu na heshima na nguvu, kwa maana wewe ndiye uliyeumba yote, na kwa mapenzi yako yalikuwa na yameumbwa. Ufunuo 4 mstari wa 11. Hapo ndipo Yohana alipoona uzuri wa unyenyekevu wa mbinguni. Hata wale waliovaa taji za dhahabu, waliokaa kwenye viti vya enzi,
walijiona kuwa wasio na thamani mbele za Mungu. Taji zao hazikuwa mali yao, zilikuwa zawadi kutoka kwake na walizirudisha kwake kwa shukrani. Lakini simulizi haikuisha hapo. Katika Ufunuo 5, Yohana aliona kitabu kilichofungwa kwa muhuri 7 kikiwa mkono wa kulia wa yule aliyeketi kwenye kiti. Hakuna aliyeweza kufungua kitabu hicho, malaika wala wazee wala mtu yeyote, hadi mwana-kondoo aliyeuawa akaja akiwa na pembe 7 na macho 7, Roho Mtakatifu kwa ukamilifu. Alipochukua kitabu hicho, viumbe 4 wenye uhai na wazee 24 walipiga kelele za furaha. Walisujudu tena wakishika nyuzi za dhahabu na bakuli za dhahabu zilizojaa uvumba, ambazo ni maombi ya watakatifu. Wakaimba wimbo mpya: unastahili kuchukua kitabu na kufungua muhuri zake, kwa maana uliuawa, na kwa damu yako ukawanunua kwa Mungu watu wa kila kabila na lugha na watu na taifa, na ukawafanya kuwa kwa Mungu wetu ufalme na makuhani, nao watatawala juu ya nchi. Ufunuo 5 mstari wa 9 hadi 10. Wazee hao walikuwa wakimwimbia mwana-kondoo kwa niaba ya watu wote waliokombolewa. Wewe ndiye uliyewanunua kwa damu yako. Sisi sasa ni ufalme na makuhani. Na wimbo huo uliimba kuhusu sisi sote, wewe, mimi na kila mtu anayemwamini Yesu. Katika maono mengine, Ufunuo 11 mstari wa 16 hadi 18, wazee 24 wanaonekana tena wakisujudu wakati wa hukumu ya Mungu, wakimshukuru kwa sababu ameacha hasira yake na kuanza kutawala. Katika Ufunuo 19 mstari wa 4, wanajiunga na wenye uhai 4 kusema amina, haleluya, wakimwabudu Mungu anayeketi kwenye kiti cha enzi. Kwa hiyo, wazee 24 ni nani hasa? Wengi wanasema wanaashiria kanisa lote takatifu, wale waliokombolewa na Kristo, waliopokea taji za haki na sasa wanatawala pamoja naye mbinguni. Namba 24 inatokana na makabila 12 ya Israeli na mitume 12 wa Yesu, ambao unaonyesha ukamilifu wa watu wa Mungu wa Agano la Kale na Agano Jipya. Wao si malaika, bali wanadamu waliotukuzwa kwa sababu wana taji, wana viti vya enzi na wanasujudu kwa unyenyekevu kama waokolewa. Wao ni mfano wa ibada safi ya unyenyekevu na ya shukrani. Hata katika mbingu hawajifanyi kuwa sawa na Mungu. Wakati Yohana aliporudi kutoka kwa maono hayo, alikuwa amebadilika milele. Aliona kwamba mbingu si mahali pa utulivu tu, ni mahali pa ibada ya moto, ya ushindi na ya utawala pamoja na Mungu. Na katikati ya kila kitu kuna kiti kimoja cha enzi kinachostahili sifa zote, cha yule aliyeketi juu yake, ambaye ni mtukufu, mwenyezi na wa milele. Hivyo ndivyo simulizi inavyoendelea mbinguni. Wazee 24 wanaendelea kuabudu, taji zao zikitupwa chini mara kwa mara, nyuzi zao zikilia wimbo mpya kila siku, na nuru ya kiti cha enzi ikiangaza bila kuchoka. Na siku moja, wale wote waliomwamini mwana-kondoo watajiunga nao, wakiimba, kwa yeye aliyeketi kwenye kiti cha enzi na kwa mwana-kondoo iwe baraka na heshima na utukufu na nguvu milele na milele. Na hivyo ndivyo simulizi inavyoendelea mbinguni. Wazee 24 wanaendelea kuabudu, taji zao zikitupwa chini mara kwa mara, nyuzi zao zikilia wimbo mpya kila siku, na nuru ya kiti cha enzi ikiangaza bila kuchoka. Na siku moja, wale wote waliomwamini mwana-kondoo watajiunga nao, wakiimba, kwa yeye aliyeketi kwenye kiti cha enzi na kwa mwana-kondoo iwe baraka na heshima na utukufu na nguvu milele na milele. Je, wewe unadhani wazee 24 wanawakilisha nani? Andika maoni yako hapo chini tujadili pamoja. Kama ungependa kuelewa zaidi siri za Biblia na maono ya mbinguni, bonyeza subscribe kwenye channel yetu ya Biblia Voice Kiswahili. Usikose mafundisho yetu ya kina kila wiki.